Yes, I wanted hata kama Gabu songeni hivi. Gabu songa hivi. Yeah, at least. Habari zenu tena. Kwa majina ni Fred Kahura, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Ya kwanza kabisa ningetaka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya kutupatia nafasi, akatupa uhai. Watu hupanga mambo, mtu huenda pale, lakini hiyo siku kufika, hiyo wakati kufika, na hayo mambo ambayo uliweza kupanga kufika, si ubabe, sio nguvu, ni rehema zake Mwenyezi Mungu, ndio? So shukrani kwake Mwenyezi Mungu. La pili ni kuwashukuru nyote ambao mmehudhuria site visit ya siku ya leo. Niseme asanteni. Tunasema ya kwamba si sababu sisi ndio wazuri zaidi kuliko wale watu wengine. Mali uliona hiyo advert, uliona zingine, ukapita hizo, ukaamua kuja wapi? Kuja hapa. Mungu, sababu kazi yetu kuu ni kuhakikisha kwamba tumeweka ile advertisement, na sasa Mungu anaingia kwako, anakuamrisha ufanye nini? Ukuje ututembelee, ujue tunafanya mambo namna gani, si ndio? So ningewaomba kwa dakika kama 15 niweze kueleza maneno ya Golden Dream, na ndivyo mahali unaenda kuweka pesa, ujue unaweka pesa wapi, sawa? So ndio maana mmeanza kujintroduce. Tuko naye Jackie ambaye anasimamia marketing, Felistas, tuko naye Gabriel, wote katika Dream. So karibuni sana. Langu lenye ningetaka kusema ni kwamba I hope mliongeleshwa, si ndio? Wakati mliweza kufika mkaambiwa kuhusu project, so hayo sitarudia, sababu ile maana sana ni kuconfirm mahali umekanyanga, mahali umekuja, yale mambo ambayo tumekuwa tukiongea kama iko pale. Kuna shule, kuna maji, kuna stima, kuna nini, hayo yote si umeweza kuverify. So inakuwa urahisi sana ukienda kuona shamba, sababu hapo ndipo tulianza safari yetu. Ukaintroduce, ukaambiwa ukiwa kwa barabara, umeanza kuambiwa hii town inaitwa nini, hii town inaitwa nini, hii town, mpaka mahali tumefika. Najua umeongeleshwa na timu yetu na umejua na umefahamu mambo mengi sana. So mimi ile tu nitaguzia ni yale muhimu sana, na nikwambie ama niweze kukujulisha kwa nini uchague sisi sio wao. Mambo tofauti tunayoyafanya tofauti na wale wengine, sawa? And also to Faraja Wadau TV, welcome today being our site visit, and niweze kuwajulisha ya kwamba kabla tumalizie, niko na habari njema ambao ningetaka kuwatangazia, sababu tumekuwa nanyi kwa safari, zile project zetu tumekuwa nazo. Tumekuwa nanyi Masinga Plains, tukakuwa nanyi Amani Gardens, tukakuwa nanyi Faraja Phase 1, Faraja Gardens Phase 2, Faraja Gardens Phase 3, na sasa tuko Matuka Tutu Gardens. So niko na habari njema, na niweze kuwashukuru nyote ambao mlianza safari nasi, mkatuaminia pesa yenu, na mkaanza safari nasi mkasema ya kwamba mngetaka kuwekeza na Golden Dream. Wale watu najua wako hapa ni wale watu ambao wameumizwa na wenzao ama kampuni. Mtu alienda kununua shamba, ukapata hiyo pesa ilizama, lakini mwishowe wewe umeishi kushika ile certificate, ama umeishi kushika ile ballot, lakini hujui ni siku gani utapata title yako. So kwa haya mambo yote, shida kubwa kwa hii maneno ya mchanga ni title deed. Na sisi kama kampuni ya Golden Dream, yale mambo ambayo tumepatia kipaumbele ni kuhakikisha kwamba ukinunua nasi unapata title deed. Tunaweka hiyo fence, tunaweka hiyo gate, kuhakikisha kwamba ile plot ambayo umenunua iko mahali ambapo hamtaulizana na jirani. Tuko sawa? Hapa mahali mmekanyanga, this is a freehold land. So hii ili shamba sio la lease. Number 2,
wakati mlikuwa mnaonyesha shamba, mmejionea building that can be here is only a commercial building. So ni ile tunakupatia ndivyo enda mahali. Na haya maneno huwa tunapatiana kwa free. Sisi huwa tunasema ya kwamba ukienda kununua shamba, wacha kuharakishwa. Zunguka shamba. Hata ukitaka kuingia kwa neighbor, enda kwa neighbor, muulize hawa ni akina nani wenye walinunua hapa. Hili shamba liko na kesi. Tunaelewana? Ndivyo hii maneno ya watu, umeenda umechukua pesa, alafu unapata mwishowe ile shamba ulikuwa umenunua unaambiwa sasa si hilo shamba, umebadilishiwa na lingine. Mimi kuna kitu moja huwa najua na huwa naamini ya kwamba kama saa hii hiyo plot ambayo umechukua, siku ingine tukikupigia simu tukwambie hilo shamba tumechukua tunataka kuwahamisha, utaituamini tena? There's no way that we shall ever believe in those people again. The reason why they didn't do a due diligence. Kabla tununue shamba, sisi kama Golden Dream, mambo mawili huwa tunatilia mkazo. Huwa la kwanza, we don't buy a land that is under succession. Hilo ni kumaanisha kwamba yule mtu ambaye anauza hili shamba ama hilo shamba liko na title. It might be having a title deed. But the person mwenye ameandikwa kwa hilo title deed, asubuhi hakunywa chai, saa 7 hata kula lunch, na hata jioni hata kula nini? Hata kula sapa. Tuko sawa? So shamba kuwa na title deed is not an issue. The issue is mwenye akona hiyo title deed ni mwenye shamba. Tuko sawa? Sababu shamba la succession ni shamba la urithi, ama shamba ambalo uliachiwa na babu yako ama familia iliachiwa na babu yao. So the next thing ambao mtafanya ni kwenda kotini, muanze pale kwa administration pale kijijini, muanze kuandikiwa barua na chief ajibu, alafu mchukue barua mpeleke kotini, ianze process. And a process ya succession kwa koti zetu ama kwa hapa Kenya inachukua muda wa mwaka moja karibu na nusu. Tunaelewana? Sababu lazima ipatiwe grant. Grant is not less than 6 months. Lazima tena muende pale kotini mconfirm yule mtu amepatiwa hii share, sababu shamba la urithi ama shamba la succession ni shamba ambalo lina urithi. So kama babangu mlikuwa watu 5 pale, na alafu ifike mahali kwa kwenda kotini, mmoja aseme ya kwamba ile portion ambayo amepatiwa haitoshani. Tuseme, si unajua maneno ya mashamba venye imekuwa na shida. Useme mmoja section yake, na unajua maneno ya mipaka imekuwa shida kabisa, amepatiwa kiwango kubwa kuliko yule mtu mwingine. Akienda pale kotini ulizwe, hivi ambavyo mmegawana ni hivyo, achukue mkono aseme hapana, linafungwa tena. Tunaelewana? Na shamba likiwekwa covenant ama likiwekwa caution, kuitoa tena lazima muagree. So can you now imagine, mahali ulinunua uko na mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu na huna title. Sasa alafu sisi kama Golden Dream tunakuambia kwamba nunua nasi, lakini hilo shamba likuwe la succession. Ifike tuseme after 6 months kupatiwa grant, hiyo process ikifika mwezi wa 9 kwenda kotini, waende wachukue mkono, mtoto mmoja achukue mkono aseme hapana, mimi naona ni kama brother yangu alisongesha mpaka na ndio maana mimi sikubali. Unajua koti ufanye namna gani? Inawaambia rudini, mkiagree mkuje tena. Tunaelewana? Na unajua mahali mnaambiwa muagree, it is not like tomorrow. Lazima kufanywa sitting kama 10. Na kabla wewe ukubali, lazima na wewe ufanyiwe haki. Tunaelewana? Na mmoja kama hataki kufanyia haki, hiyo process inakuwa long. That's why we are ever cautious. Wakati tunanunua shamba, tusije tukakuuzia shamba ambalo bado halina title deed ya huo mtu ambaye ako uhai. Tuko sawa? So kwa hivyo sisi huwa venye tunafanya sasa, ndipo nilikuwa nasema sasa mahali umenunua uko na mwaka moja, miaka miwili, miaka mitatu, miaka 10. And I know wale watu ambao tuko nao hapa, either wazazi wenu ama rafiki yako ako kwa haya maneno. Na saa hii kwako wewe unasema mimi ninashikilia tu, sijui nili. Ushaikaa na kitu hujui ni lini. You don't know when it will happen. So and the process is it can be 50-50. So unaweza pata ama ukose, sababu hujui ni lini. Even the hope yenye ulikuwa nayo pale mbeleni huna tena. Sasa uko na hope gani? Na hope sasa iliisha.
So now imagine mahali uko na miaka 2 miaka 3 hujapata title. Alafu sasa mimi nikuzie shamba ambalo la succession nichukue miaka 2. Utairudi hapa kweli? Huwezi rudi. Ndio maana sisi huwa tunafanya kwamba hatuna haraka. Wewe mkimaliza bora tu hilo title liko na wewe, ni wewe uko nayo, ambayo wewe uko uhai, tuitie sasa mashamba yako. Lakini we are very cautious mahali tunapeleka, sababu tunauzia ama wale watu ambao wananunua ni watu ambao wameumizwa, ni watu ambao wamepatiana pesa, hiyo pesa ikakuliwa. Na mimi nasemanga hakunanga mto wa pesa, ati pesa ilizama, hakunanga. Ni binadamu tu, ukienda kwa mto utazama. Sawa? Sababu umeingia kwa maji, hakuna pesa uingia kwa maji. Ni watu wanakaa chini, wanaanza kukatakata ile pesa yako wakikula. Halafu anajua ya kwamba sababu yeye akona hiyo nguvu ama akona access, ukimpeleka kotini huwezi shinda. Sawa? Na ndio maana siku ya leo umepoteza hiyo pesa. Na sasa sisi watu tunasema ya kwamba pengine uko nasi hapa siku ya leo, hutanunua nasi siku ya leo, lakini kesho tunataka kuprevent kesho. Hata kama utanunua nasi, this information is free. Ukienda mahali uambiwe kanyanga pande ile, na mnaambiwa kwa sako watu 5 wafuate Wamboi, watu 5 wafuate Jackie, tuseme sasa mko 20. Watu wengine 5 wafuate Felistas, wengine 5. Sasa unajua sasa huyu amekuwa customer yetu kwa project zetu zote. Sasa tuseme sasa hata yanauza. Sasa watu wengine 5 wafuate Joy. Sasa wengine 5 wafuate wameishi 20. Sasa so 20 wanaishi hapo. So mnaambiwa hawa 5 kanyanga bacon hapa. Nyinyi 5 kanyangeni ile bacon pande ile, si bacon 4. Nyinyi wengine 5 mkanyanga ile bacon pande ile, na wale wengine ndio wakanyanga. Halafu mnaambiwa ndio sasa tunaendelea, bado hatujamaliza. Na saa hiyo mnaletewa surveyor, mnamuona tu kazi yake ni koroga tu mchanga, mkuu ground. Kwa nini hawakufanya hiyo kitu jana? Mbona wafanye leo? Tunaelewana? Na ndio maana umepata bacon zetu zimekauka, si za jana. Sisi huwa tunatayarisha shamba, na tukikuja hapa hatuna story tutafanya, tushafanya. Story inafanyika ndio maswali mingi inaishia kwa ground. Hatutaki maswali mingi. Wacha tufanye ambao tunastahili kuwa tukifanya. Hayo mengine wacha ikue baadaye. Tuko sawa? Ndio maana iko na barabara, iko na bacon. Sawa? Ndio maana hiyo fence inaendelea. Lakini sasa kukuja ni kupromise. No, watu wa kupromise wako. Si washaanza campaign. Hao ndio tu unastahili lakini mahali unatoa pesa, usinunue kitu sababu ya huruma. Usinunue kitu sababu unahurumia hiyo kampuni kama watauza ama watanunua. Ni pesa yako ambayo unatoa kwa mfuko, ni jasho lako ambalo unatoa kwa mfuko, na ni generation yako ambayo unapandia siku ya kesho. Tunaelewana? So hii unakorogewa kwa shamba, unaambiwa bacon inastahili kuwa hapa na ile nyingine inastahili kuwa hapa. Alafu tunapoendelea survey, ukiendelea wale wengine 5 wakanyanga pale. Sasa ujue, sasa ushajitengenezea mto wa kuzama. Sasa ndio hiyo mto sasa. Ushajitengenezea maji, na hiyo ni fall ambayo hiyo pesa ikishaingia hiyo siku, wewe kuifuata itakuwa ka story. Tuko sawa? So ukienda kununua shamba, wacha kupelekwa kukiwa na giza. Kuna wengine walipelekwa kukiwa na giza, alafu huyo na mimi sababu huyo mtu namjua ni Mokorino, lakini alikuwa driver. Sasa aliambiwa hata aliagua kwa nini, kwa vitu zingine, akaambiwa wewe peleka hii gari polepole. Sasa walifika usi sababu ikifika mahali inachemka. Sasa akaenda kununua mtungi, alafu akaenda hapo mbele akanunua maji. Saa 9 ikafika, mkiwa Thika. So kabla mfike hapa ni saa 11 saa 12, wakakuja wakamulikiwa. Akaambiwa kanyanga bacon pale kwa barabara, lakini msiingie, kuna nyoka. Nikuulize, hata ukisikia nyoka si unakubali tu mng'ara shamba? Lakini pesa zao zilizama hivyo. So ukienda kununua shamba, enda mchana, enda uone, fika si umeenda mpaka huko chini, si umeangalia mapu, umeona watu wamenunua. Sasa endelea hiyo line ambayo inafuata, endelea fika mpaka pale plot ya mwisho ambayo ni plot number 59 ambayo iko ile kona nyingine. Tuko sawa? 59 na 60 hapo, 59 60 ambazo ziko hapo. Fika hapo, angalia, usiende ukapata unahamishwa na yule neighbor mwingine kwa pande ile. Ni la muhimu na ni kwako. Haya mama na kuelimisha kwa manufaa yako. Ndivyo maneno ya kupoteza pesa.
maneno ya pesa kushinda kwa ofisi, ukijiuliza hiyo pesa ile namna gani ifike mwisho. Kama golden dream, hiyo ni jambo la. Jambo la pili, we don't buy a land that is under subdivision. So kama babangu wanataka kutuganisha shamba tukiwa vijana wako, na huyu kijana mmoja, ama wewe ile sehemu yako unataka kuuza, unajua shamba ni lako, kwanza wamalizie ya ile imebaki tuiti. Sababu mimi ukiniambia nyinyi naonekana nyinyi mnajua maneno kwamba vijana wangu nataka kuwagaia, alafu wewe hii yangu uachwe nayo, wakati nitakuja kuweka beacon, ujue kijana yako, tuseme huyo kijana wako mmoja ulikuwa unampatia 10,000, huo mwingine umpatie 15,000, alafu ufanye makosa wa 15,000 umpatie 20. Akituona tu kama tumekuja hivi site, unasikianga pale kwa nyumbani kuna mawe kwa zile nyumba za kina babangu, wanaelewa. Sisi Jackie hii maneno huwezi elewa, unajua ni wa Nairobi. Sasa ile ya kule nyumbani hii kuna mawe ambayo lazima kila mtu akienda kwa shamba lazima apitie wapi? Pale na panga. So mkifika kwa shamba mnasikia krrr 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 krrr, kumbe ni panga atayarisha. Anajiuliza, nyinyi ambao mmekuja mlifanya nipatiwe pesa kidogo, mnapata mwishowe the more hiyo sauti inatoka. Sasa mimi muuzaji, mimi najua nini inaendelea, so nitafanya nini haraka haraka, ati nini nijifanye napigwa na simu bas za kuwahamisha, sababu najua ile kitu maneno yatatokea pale. So we are very cautious. That's why we don't buy a land under subdivision, sababu ikienda pale kwa subdivision mtoto mmoja aseme hapana. Na ujue saa hii boy child, ukinunua shamba ni lako, lakini kuuza ni lenu. Saa hizi kununua hata jifiche, hata kuja ununue, lakini kuuza bila mama. Na hata alikuwa anakuambia acha kununua, hata alikuwa anakuambia kama unataka wazi kura sidie tairingi. Tunaelewana? Umeenda kununua, na kwani wewe usikiangi hiyo pesa kama ile nyingine ilipotea? Unaona? Lakini ujificha ukuje ununue. Kuuza huwezi fanyia kwa hoteli, lazima umuite na watoto uwaite, uwaulize kwanza. Ni wewe unawauliza, ni wewe ulinunua, na waomba tuuze hili shamba ama mnaona na magari. Wakisema hapana, acha nikwambia my friend, wewe na shida zako. Na unasikia hata wakisema hapana, hakuna, unajua unaambia sasa, hata mkataa hiyo pesa mnipatii, unasikia wale mzai anataka tukupatie pesa alafu uende pale ukakunywa mzai, na ni lako lakini kuuza ndivyo unajuanga si yako. Ndivyo unajuanga hapo uko na kamati ambayo lazima ikae chini mjadiliane. Hao ni maneno ambayo iko kwa sheria sahihi. So mmoja akienda afungisha lile shamba, aweke caution, aenda kwa chief, iandikiwe barua, yeye kwa caution nenda high court, yeye kwa caveat. Sasa nyinyi mpaka wenye mlinunua nyinyi wote, maneno ya kuzama mshafanya nini? Mshazama. Hapo ndipo kuzama. Sasa hiyo ndio kuzama. Hii nyingine ni kukula pesa. Sasa nataka kueleza difference ya kuzama, pesa yenu, kuzama na kukuliwa. Tuko pamoja? Sasa ndio tunataka kuzama. So wewe jiepushe na kuzama na kupoteza. Jambo hilo lingine, huwa hatuchukui pesa cash. Hata kama umekuja kwa shamba, umechukua plot 2, umechukua plot 1, umechukua eka 2, eka 3. Tafadhali tuwekee hiyo pesa kwa akaunti yetu ya Golden Dream Land and Properties Limited, sababu sisi tunalipa ushuru na hatutaki ile maneno ya kwamba kupatia receipt, na hiyo receipt is nowhere you can be able kusimamisha useme ya kwamba ulipatiana. Hizi receipts zinatengenezwa tu, weka kwa account, at least you'll have a bank account. Enda kwa agent, siku hizi mambo imekuwa rahisi sana. Enda kwa agent, ako hapo. Hata wanaitanga agent mtaani, mko naye hapo. Kama agent hayuko hapo, uko na agent kwa mfuko, lazima ukuwe na simu yako na inaweza fanya transfer. These days it is money transfer. Sawa? So una transfer kutoka kwa simu yako kama iko kwa M-Pesa, ama unavuruta kutoka kwa bank, kwa hii bank unaweka kwa hii bank. Lazima ikuletee nini? Golden Dream. Tafadhali, hiyo nimekuomba. Usituletee pesa cash. Sababu kule kwingine ulipeleka pesa cash, umeishi kusema ya kwamba ulipatiana, lakini hata mwenye ulipatia humuona, huwezi sema ni nani. Watu walibadilishwa. Tuko sawa? Sisi tukuja ground, tunakujanga tukiwa timu yote. Ndivyo maswali yote. Usifinyilie hawa wasichana.
sababu hawa wanatusimamia. Sasa wasimamizi wako wapi? Wako hapa. Ndivyo hilo swali ambalo ameshindwa kukujibu, tukujibu. Tuko sawa? Sisi ambao tutakusainia. Sasa kutuma kwa mtu mwingine, baba atuende hiyo nini yako itasainiwa na mtu ni sisi tunakusainia. So hiyo ingine ulikuwa unaogopa kumuuliza sababu yeye kazi yake ni ya kuuza. Sasa utaweza, uko na nafasi mzuri ya kuniuli na niweze kukujibu mchana. Ndivyo ile pengine ile maneno ambayo unasikia haijatoka kwa moyoni mwako ama kwa roho yako iweze kuwekelewa kwa meza. Mbuzi mzuri huchinjwa kama masaa kama hii, watu wakiwa na njaa. Sababu hapo ndipo unaangalianga hale hena gae, lakini ile ingine ya kukatakata ipale inakuwa na shida. Tuko sawa? So ndio maana tunakujanga hapa, ndivyo ile maswali ungetaka kuuliza. Utuulizie wapi? Tuulizie hapa. Nikimalizia na hapa ndipo nilikuwa nataka kuambia Farudhi, the team ambao wamekuwa nasi kwa hizo na safari zote. Masinga Plains hatuna deni ya mtu ya title. Amani Gardens hatuna deni ya mtu ya title. Faraja Gardens Phase 1 hatuna deni ya mtu ya title. Kweli? Faraja Gardens Phase 2 hatuna deni ya mtu ya title. Ile project tulifunga. Tulikuja hapa tarehe 2 mwezi wa 9. Ndio site visit ya kwanza ambayo tulikuja hapa. So ile shamba tuliweza kufunga huo mwezi wa 8 ambalo ni Faraja Gardens Phase 3. Siku kama ya leo ambao ni Saturday ambayo inakuja, title zenu tutakuwa nazo mikononi. So ambao tuko hapa unaweza jihesabia uone kama walifunga 30th mwezi wa 8. Sasa hii ni tarehe 20 na ngapi? Leo today is 23rd. Leo ni tarehe 23. So ujue hapo uliambiwa title inachukua mwaka, ujue hata mwezi moja title unaweza pa. Hii story mingi mnaambiwa hakuna. You can get it. Na wale ambao tuko nao hapa, nyinyi ambao mmekuja hapa, hilo shamba ambalo umechukua, tukifika kabla tuvuke mwaka, utakuwa na title yako. Tuko sawa? We give title deeds legally, kisheria. Kisheria unastahili kupata title deed yako na 90 days. Kununua shamba inasemekana ni 90 days. Hiyo ndio sheria inasema. Lakini kama kampuni ya Golden Dream, mimi ile kitu najua ni kukuharakishia, nikupatie before 90 days. Ukipata hiyo siku ingine utaniletea watu wawili. Sasa mimi nasamanga, nyinyi wote mkiletea watu wawili. Najua mko na chama. Si ndio mama? Hata sisi tumejipanga. Siku hizi tuko si kula tu mbuzi. Tumeona mmetukimbiza sana. Boy Child siku hizi amechanuka. Ile mkutano tunaendanga. Unaona huu mwaka hatujaenda. Tulisema kwa tununua masha. So ile meeting tulikuwa tunaenda ya 1 week, huu mwaka hakuna. Hatujaenda kabisa na hatuendi. So kitu tumehakikisha kwamba nilikuwa tununue shamba. Ndivyo sasa tukienda meeting ile tunaenda kila mwaka. Sidadi unajua hiyo meeting. Ile lakini huu mwaka si hatujaenda. Hata representative yetu alituambia huu mwaka hakuna. Kwa tununue mashamba sababu nyinyi mmetukimbiza sana. Na asanteni kwa kutukimbiza. Lakini tumeona sisi tunashindaga tukifanya nini? Tukichora. Na hii maneno tunachoranga mwaka inaisha. Tukichora January tunaulizana December. Kabla ntuagorire. Mwaka no wathira. So tukienda kuandika resolution nyingine tunakumbuka tunastahili kufanya. So hata sisi siku hizi tuko na chama. So sio kukula tu mbuzi, tunajipanga. Na sababu ya hayo mimi najua dadi ukiniletea ile yenu, lakini wewe unaletea kama hujapata title. Nikupatia title, uniletee chama yenu. Mimi nitakuwa na kuitia project, wanakuja wanunua, tunaenda project nyingine. Tuko sawa? So story mingi itakuwa imeisha. Ndio maana tunahakikisha kwamba, na nimekupromise hapa, hakuna mtu mwingine yako nyuma ati tutaenda kuuliza. Tuko hapa na si chama nuko hapa. Si timu yote hapa. Wale tu mtakuwa mnapigia simu sini hapa. Tarehe 31 Disemba, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Sababu kuna mapenzi yetu na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kama ametuwezesha kutoa title na siku 21, hata hii tunajua ni possible. Because mahali tumefika hakuna story mingi. So kabla tufike mwisho wa Disemba, kabla ingie 2022,
utakuwa na title yako ambayo itakuwa imeandikwa jina. Tuko sawa? So na hakuna maneno mengine. So as Golden Dream, hii inakuambia we don't issue certificates, neither do we issue ballots. Tuko sawa? Sisi hatukaandika certificate tukwambie wewe sasa kana hilo shamba ni lako sababu uko na certificate. The only thing that we only issue, it is an agreement. It is a willing buyer, a willing seller. Sign hapa na sisi tukusainia hapa. Hakikisha ya kwamba after umesign pale nyuma na sisi tumesign, sign hapa chini. Hebu shika karatasi yako ya map hivi. Maneno acha nikueleze sababu ndivyo ukifika kwa ofisi sababu utahudumiwa na mwingine. Unaona pale futa ni kusema pale chini kabisa. Hapo chini kabisa. Pata agreement. Sasa nataka tu assume hiyo ni agreement Ukipata agreement, page zote mbele na nyuma, sign hapo chini. Na uhakikishe mwenye amekupatia naye amesign wapi? Hapo chini. Why do we do that? Tunaelewa ya kwamba sababu ya kitu moja pesa yako ilizama na ikakuliwa. Ni wakati ulipatiwa agreement alafu ikaenda ikaamendiwa. Kuamendiwa ni kusema karatasi moja ikatolewa. Wewe ulikuwa umechukua plot 2 ikawekwa plot 1. Tuko sawa? So wewe ukienda kotini kusema ulinunua 2 na wao wanatoa wanasema ulifanya nini? Uko na 1. Lakini ukisaini pale chini 1 umeprotect agreement yako ya kwamba hakuna mtu anaweza vouch ile signature. Tuko sawa? Na sisi hutaenda upata mahali na ka space useme ilikuwa plot tuseme for example mama umechukua plot gani? 05 basi. Si hapo kuna 06. Tuseme yako ni 05 alafu na sasa upate imeandikwa 06. Lakini sasa sababu unajua sasa ukiongeza si mimi niko na yangu na wewe uko na yako utaziekelea kwa meza. So hakuna mtu ataplug karatasi moja aende atype aunganishe aseme nilinunua plot 3 na nimelipa hiyo pesa. Hakuna. Tuko sawa? And we are doing this not only to us, also to protect you. And this information nilisema it is free because after this utaitiwa kashamba ama mwenzako utasikia ameenda mahali kununua kashamba, mueleze these are the red flags. Ukiambiwa ufanye hivi haraka mwambie achana nini na hilo shamba, mwambie hakuna haraka kwa ground. Vitu vichenjanga, ndio maana tunakujanga ground kuhakikisha mambo iko namna hiyo ambao umejionea. So sina lingine. Hivyo ndivyo sisi huwa tunafanya. Mwishowe tunakupatia title na niseme ingine, we don't issue certificates. Kama uchukua commercial na fuchi, najua ilikuwa zimebaki kidogo kama 3 hivi 4. Najua mliambiwa bei ilikuwa 170 lakini kwa cash payment ni 150. Mimi ile tu nitakuomba tafadhali ukinunua shamba panda miti. Sawa? Ukinunua. Na hilo tunahimiza hayo sababu ya mazingira yetu. Watu ambao wameingia mahali ndio huchange mahali. Sawa? Sisi tutaweza kubadilisha. Kama saa hii yule mkulima amelima pale mbele amepanda melon tayari. Sawa? Huyo mkulima amepanda miti na ile miti iko pale, kuna miti alafu uhakikisha kwamba kijana wetu umempatia list ya wale watu wanapandiwa miti, wajue ni plot gani na gani. Si ilikuwa miti 20? Yes. So ongea na Jackie, mwambie nataka kupandiwa miti, mtumie pesa. Sisi tukikuja tutakununulia na tukupandie. Na tuhakikishe ya kwamba hata kama ile mti haitaki kumea itamea. Hata unajua vitu zingine zinakataa, zinasema mimi hapa sitaki kupandwa, unajua umenitoa kwa wengi, umenileta sasa lazima imee. Tuko sawa? Na hiyo ni sisi tuhakikisha imefanya nini. So ukipata haijamea ulize nani? Ulize Jackie. Kwa nini mtu Jackie, mimi nilinunua mti yangu halafu mko na Amboi na Ferista na driver na Gabu mshirikiane mmea ikatae kumea. Kwa nini haijamea? Na hiyo kesi msiachanie hapo. Sasa hiyo ni ya kwetu sasa. Sasa umwambie mimi nataka kuona chairman sababu mti yangu haikumea. Lakini
kuna ingine itakataa kumea sababu haitaki. Sasa hiyo tutauliza tena, lakini hii ya pengine umetumana haijapandwa, tafadhali. Hiyo ndio unasikianga ni ya si ya nini, si ya classroom, hiyo ni ya staff room. Hiyo ndio maana unasikia ushaiona kijana wako ameambiwa aende ukuje na mzazi. Sasa hiyo tunatuma Jakia kuja na mzazi, atueleze ya kwamba kwa nini mti ya huyo kwa nini haikumea ama kwa nini haikupandwa. Na tunafanya hivyo, actually we have our garden here to ensure that huo mti, that tree is being watered daily. Tuko sawa? Ndio maana hapa kuna maji. Na hapa mahali hapa kuna, unaona venye pamewekwa hivyo miba hii namna hiyo. Hiyo ni nini? Mita iko hapo. Na hiyo mita inazunguka. Tafadhali. Unajua siwezi taka mtu aseme, unajua unaweza kuwa umepatana na zile lori za maji. Useme ilikuwa imepita wapi? Ilikuwa hapana, hakuna lori ya maji imepita hapa ikaweka pale. Hii ni maji ya ukweli. Hii ni maji ya ukweli. Unajua kuna wengine wanaweza leta waweke tanga alafu waletanga usiku kuna maji pale. Na hii maji imeconnectiwa kutoka pale kwa barabara. So pale kuna maji ambayo ni ya Masinga. And as we know, Masinga kuna 7 dams pande hii. Si ndio? So hiyo maji wanajitaa Ketosco, ni ya Ketosco ambao tumeconnect hapo na ambao tunalipia. Tukitaka kuona zile SMS nitakuonyesha na venye tunalipa monthly. Lakini hiyo maji tunahakikisha kwa tank na imenyunyuziwa. Tafadhali, kama tumefanya hao yote mpaka kuletea gardener amwagilie miti yako maji, tafadhali panda miti. Hata kama umelipa deposit, tafadhali panda miti. Tuambie uko na miti 10, tafadhali tutakupandia. Bora tu useme unataka mti gani. Lakini tumepanda huku sana ni maembe na machungwa. Sawa? So unless kuna mtu akona swali, mimi naona ni kama tunaweza malizia hapo. Na ile swali najua ile muhimu sana unaweza kuwa ukiuliza ni kwenye huyo mkulima ako wapi. Na tukimalizia hapa, ile kitu tu hujaona, hiyo ingine yote umeona, ile kitu hujaona ni huyo mkulima, neighbor ambaye analima melon, ambaye analima kitunguu, analima vitu mingi sana. So huyo peke yake ndio najua kwa saa hii hujaona. So yes. Kama mtu akinunua plot kadhaa, unaweza kupatiwa discount. Ukinunua cash. Yes. Hiyo iko. Yes. Na nimeona shamba ni mzuri. Na ile story ilikuwa kutumia perimeter wall ya mawe ama utaweka tu segengi. Sisi tunaweka, unaona vile tunaendelea. Tutaendelea hivyo. Na segenge? Hivyo. Sababu hapo tumeweka ni plot ya mtu. Although sasa hiyo ni mpaka. Tunataka kuweka mpaka. So na wewe ni wewe uta decide venye unataka kufanya. Kuna mtu wako kama utaona kuna mtu wako pale ameweka nitaka nini? Hii udunga mtu huitwa nini? Kayafa. Ameweka kayafa yake hivyo imekuja. Unajua sasa hii design yake ya kufence. Yes. Lakini sisi tunakuhakikishia kwamba hii fence imeextend, imeendelea, imepita kwako wewe ambao uko kwa mpaka, imeendelea. Ndivyo. Kama saa hii tumeweka mpaka hapo. Yule neighbor asikai kuja siku hata moja. Akasema hapa ni kwa. So wacha tuhakikishe kwamba tumekuwekea boundaries ya shamba lako. Especially kwa watu ambao wako kwa fence. Ndivyo mtu mwingine ambaye wako pande hiyo aseme umesongesha pande hii. Wacha sisi tulainishe, wewe yako ni kugawanyisha katikati. Na tunafanya hivyo sababu pia ukipanda miti hutaki zile ng'ombe za yule neighbor zikuje huku. Unajua kukiwa na fence, unajua sasa kama hii anaweza pita na tushindwe kukesi sana. Lakini kama tukiendelea ile akipita, hiyo ni kukata alikata. That is a trespass. Na ume trespass kwa shamba la wenyewe, na tunajua kwamba hii ploti si yangu, ni ya mtu. So we are very cautious, ndivyo hata tuchunge mpaka beacons ziache kuvunjwa na ng'ombe. Na hapa najua ile kukinyesha ile nyasi itakuwa hapa. This land it is a virgin land. Na wakati tulipokuwa tunanunua hii nyasi ilikuwa inafika hapa. So we know that watu wengi sana watatamani kuleta ng'ombe zao hapa. Ndio kwanza tumeanzia pale na gate. Wajue shamba liko na
liko na wenyewe na si letu. Sasa nyinyi ndio wenyewe, na lazima na sisi kama kampuni tuhakikisha kwamba tumewachungia mali yenu. Kuna mtu na swali? Yes. Barabara Gani? Yes. Mtaweka barabara ina gani? After how long? Tushakata. Tushakata si ndio hii? Mbeleni hatuko tumekata. Lakini saa hii tushakata access roads. And this access roads if you look it serves mtu wa pande hii na mtu wa pande ile. And it is a 9 meters road. So usikanyanga tu barabara, sababu tinga huwa tunaiambia usikaribia beacon. Utafuta beacon ya pande hii na pande ile. Tafadhali, maneno tuko ground. Tahakikisha kama ni mita 9. Because once we present a mutation form, haiwezi pita ikiwa na mita 6. Unafanya 9 meters. Ndio tusikuachie pia kesi tukwambia hapana, tulikuwekea 6 sababu tuliona wewe ni kukaa tu unataka kuishi. Hapana. So the access roads are there. Already there. Ama nimekujibu sawa? Ama sielewi. Kuna any further processing ama itabaki tu hivyo? Hapana, sasa ni hivyo. Sasa tushakata. Sasa ni mvua ikuje ichukue mchanga yake ya juu, sababu grader nao unajua hili ni shamba. Hatuwezi, kuna mahali hatuwezi enda chini zaidi. Lazima ifikie hapo. Lakini sababu unaona ikiwa na hiyo nini, na hiyo vumbi, sababu alirudisha mchanga kwa nini? Yes. Kujenga mtu anaweza jenga venye anataka. Unajua kuna venye watu wanaangalia unaweza jenga hivi, lakini ama mtu anaweza jenga kulingana na uwezo wake. Thank you for that. One, this is a freehold land and you shall get a freehold right to deed and it's not a controlled area. Kusema controlled, sio control ni kusema ya kwamba ukisikia utajenga iko namna hii, iko namna hii, ama namna yenye unataka. Ukisikia utajenga hapa karibu, alafu utengeneza uwanja pande ile. Sasa it is not a controlled area. You can do with it anything. Yes. Unaweza jenga kama plot ya kukodisha. Shamba ni lako. Shamba ni lako, na ndio maana rudia, it is a freehold title deed and is not a controlled area. Zile gate umeweka sababu ya security yako ambao umenunua. Ndivyo unajua wageni wakiingia mahali, kuna watu ambao huwa wanapenda kuwachezea. Waje nilisha kidogo nikinyanga shamba. Sisi hatutaki hivyo. Hiyo kidogo inaletanga mzaha, mnamalizia kesini. Sasa hebu niambie, ukiingia hapa upate tukikesi na neighbors. You know there are things that yes. Sema nimenunua plot na ningetaka mtu akuje alimange aniongezee value kwa shamba yangu juu niko mbali. Is it allowed? Yes. Ndio maana umesema ni yako. Sisi tukikupatia ama ukata ukibuku. Hata ukitaka kuleta watu 10 walimange shamba ni Sasa sisi tumeanza kujiondoa pale. So kwa wale kwa wewe na wengine wako mbali, tafadhali ukitaka shamba lako kukondisha, najua kuna watu ambao ukondisho wa mashamba waendelee kulima, huo unapata pesa, it is always to your advantage. Question 2. Yes. Watu wa diaspora wakitaka kufence itakuwaje? Is your company able to guide and help them in fencing? Na pia kuweka maji kwa plot? Yes, for that one you always consult us and tutakusaidia. Kwa mtu ambaye angetaka kufence, tutakusaidia kwa hayo na tukuambie ni fence gani. Najua kuna kwingine, we have other projects, nikuambie uweke hii fence. Najua kesho yake itatolewa. But for this one, lakini fanya kitu permanent. If you want to fence, weka hii miti tunasemanga mifariti. Ipande hivi yote line. Hiyo haitangolewa na hiyo itakupatia faida baadaye. Utavuna mbao na vitu zingine. So the best fencing that I can advise, panda miti kwa hiyo round. Yeah, still on that. Yes. I think it will be very easy. Haitawezekana sana kupanda miti. The way it is now. But unless now you promise us you will fence all over, all around. Kwa sababu ng'ombe, vile umesema, ng'ombe ikianza kunyesha, ng'ombe itaingia hapa. Itakula
Yes. So not unless you assure us or give us a guarantee that no cow or no any person will trespass this area, then we are worried. Hiyo hata nimesisitiza na nitasisitiza tena dadi, because I have lazima niondoe woe yako, sababu ukipanda miti kesho upate imekuliwa na ng'ombe, hutaona ng'ombe, utaona mimi ni mimi ng'ombe, utaona ng'ombe ambayo ni ya miguu nne, utakuwa unaona direct ni ya nini ng'ombe. Sasa mimi sitaki nikuwe ng'ombe, na mimi nitataka kukuhakikishia ya kwamba hapo imefika, sio mwisho. Hapo imefika, sio nini, itaendelea. Ndivyo niweze kukuchungia mtu, na nikasema venye iko ata trespass, lakini nataka kuleta a permanent solution. Ndivyo ile akikata, hiyo ni ya kwa chief, inazunguka inaenda. Tulikuwa nataka kwanza kumalizia zile gate ambazo zimemalizika na huyo fundi. Kuna project nyingine hakuamalizia gate, so tukamwambia kwamba since kwanza tumemalizia pale, next week ikipakwa rangi ashughulika maneno ya rangi. Kama hii inaendelea, actually ni yeye ametuweka, sio sisi. We are very keen on that. Yes. Now that you are done with this project, do you continue to manage the place? Of course, yes. Yes. What are your limitations in your dealing with the new tenant? No limitation. Leo shamba likiwa lako hatuna ile kitu tutakwambia kwamba usiingie kwa wenyewe. Ukitaka kuja kuona shamba, there's a garden here. So and you have our office number. So kama unataka kuja ni lako, lakini for the time being wacha kwanza the area ujue shamba si lao. Unajua kuna mwenye alikuwa hapa ni lao. Inebito. Unaona ni wetu Wajua kwanza ni watu wengine ambao wameingia. Ndivyo ukipata hata ile wakati umepata title, ukuje offense amefanya nini, the gardener will still remain. Hatuna haraka ya kumtoa. Na ndio maana tumeanza kupanda miti, hata kama hakuna maji ataendelea kufanya nini, kunyunyuzia. So bado tuko intact na hili shamba. Until we don't know. I'm asking that because I know this kind of arrangements. Some companies continue to manage and charge even service charges and stuff like that. Are you going to continue to do that? Currently we are not charging. Will you? That one sasa ni ile sasa, unless sasa ikuje wanataka wewe personally kuchungiwa mali, but we are not intending to do so. We are not intending to do so. Because of course when people start to get in, there will be a need for order. Yes. And come in and they will start becoming funny. Sasa unajua nao shida inakujanga kitu moja, mtu kujaribu kumchungia kitu ambao umempatia title, it is also an issue. So ni sisi tu tutajiconfine kwa pressure yetu, because kuna mtu saa hii nikupatia title, hilo shamba si langu. The only thing I will help is to make sure that wewe kwako uko kwako, yule mwingine ako kwake, na yule gana ama yule mtu ambao tumeweka pale wa kufungua na kufunga ile gate imekuwa sawa like forever. Lakini kukuja kukuchunga, utaniambia wewe uliniuzi na mtu, na unaweza nistaki. By the way, unaweza nistaki uniambie, useme huyu ana mimi niko na title, na unajua kesi ya title mimi hata kama mimi nikuzia sina nguvu sana, sababu iko mikononi mwako. So we shall try, but kuna mahali nafikanga, lakini ile kitu nitakuhakikishia kwamba ni huyo neighbor hata trespass kwako. At least those are the matters that we can be solving. Si ndio? Yeah. Ukisema tupande miti ya mifariti. Sasa unajua sasa kuna wenye sasa wako huko katikati. Wako sasa kama hii shamba sasa hapa katikati. Wanaweza panda miti hapo katikati kwa boundary. Na muache kuchokozana. Unajua kuna vitu zingine fani. Unajua bacon inakujanga, bacon iko round. Unaona? Bacon iko round hivyo. Ikiwa round iko na plus. So wewe umefika hapa kwa plus. So ukiona wewe maembe yako itakuwa inaanguka kwa huyu, kwa nini unapanda hapo? Sababu hiyo ni vitu wanataka kuleta yenye tunashindwa kukesi. Sababu wewe mwenyewe ni wewe ulifanya nini? Ulienda ukapanda. Si upande 1 foot ndani, kama ni kufence, sasa ufence. Ndio. Sasa nilikuwa nauliza hiyo mfano. Najua itaendelea hata kama nimeenda kama mita moja.
Hiyo miti inakuwa mrefu. Yes. Itaenda kwa Mombadia mwenyewe yale tumwambia. Sasa unajua saa hii tusisolve. Yes. Ngoja nimjibu namna hiyo. Sasa wewe hiyo swali unauliza ni mzuri, lakini huko kwenu nyumbani Kishagi mnafanya namna gani? What do you do? It is the same thing here. It will be the same thing. Mti ni kitu natural, ndio. Kama mtu utakuwa na branches lakini pia kuna aina ya miti ndio anatumia kitu mzuri imefariki. Mimi nilikuwa nataka kuuliza. Hiyo mti inaenda juu. Nataka kuongea nilikuwa naona mimi yangu hizi nini? Hii miti sana ikikaa kama mwaka na nusu inaoza. Simjaribu kuweka kama ni posti 10 mnaweka ile ya koroka katika. Uende. Ile kitu tunafanya tunapatia ile venye tunachimbia na tunaweka mpaka dawa. Atuchimbi ati anakuja anachimba kashimo, lazima kwanza ingie. Naweza kuambia shamba ambalo tuko na miaka mingi sana. Yes. Now, Yes. and some of us have booked. Yes. And maybe as from Monday, we are going to pay. Yes. Now, come Monday, can I bring my wife? Nimuonyeshe ile shamba nataka kununua. Nitakubaliwa pale kwa gate. Utakubaliwa. Utakubaliwa. Hapa hakuna vita. So nikimalizia naweza kusema ya kwamba shamba ni lako nimalizie na venye sasa hapo wameelekea. Shamba ni lako ukibuku. Na being a weekend sometimes huwa inakuwa na shida sisi kwetu. Sababu hawa ambao wanatutazama ama ambao wako diaspora ambao ni wenzetu wako pande ile masaa wakiamka, sema kama saa hii ni saa ngapi? Saa 8 inaelekea. So ikifika maneno saa 8, saa 9, saa 10 kuna kwingine watakuwa shaamka, si ndio? So watakimbia pale waitishe map. Na tukimalizia huo tunapatia namba. Waitishe map. Wakitisha map watachagua ile plot ambayo haina mtu. Na plot ni ya mtu akifanya nini? Inakuanga uchungu sana siku ya Monday. Na hiyo mimi huwa nasema. Inakuanga uchungu sana especially Mondays. Wacha na Wednesday they can be able to access the bank. Especially Mondays being on a weekend. Sitaki kukupush sana. Lakini wafadhali nikuambie ukweli, tumalizanie hapa, usikuje Monday kwa hasira. Tunaelewana? Sababu umependezwa na ile plot. Sababu umependezwa na ile shamba. Please make a commitment. Ufunge nini? Hilo shamba ukingoja Monday. Nayo Monday huwa tunaulizana hapa. Tupatiane Monday mpaka saa ngapi? Sababu after this nitaitishwa map. Kama saa hii tuseme umepata ile plot ambayo umechukua namba 305. Imetikiwa. Ungechukua? Hata nikijaribu kuconvince namna gani? Because that's how double allocation starts. Washaanza kuitisha. So that's how double allocation starts. So ukipata ilikuwa imetikiwa alafu nikwambia hapana, huyu ni kama anataka kuachilia, ni kama hayuko serious, tafadhali lipi. Unajua hata utalipa, utaogopa, utaanza kuogopa uone hii kama hii imemakiwa naambiwa nilipie. Mbona sikuonyesha nje jamakiwa? So inakuwa ka story mrefu kwa ofisi Monday. Inakuanga haina control. Sababu gani? Huyu ako hapa nikimtumia naye map ambayo imetikiwa ploti, siko sure kama itachukuliwa. Sasa hii ni kuongea tunaongea. Lakini surety I have is when you do a deposit. Siko sure nimtumie. Alafu kesho hii siku ingine pengine rafiki yake nimtumie yenye sasa haijatikiwa plot fulani lakini kwake imetikiwa. Na unajua alipetuma pesa ikakuliwa, akatuma ingine ikakuliwa. Sasa ameanza kuamini, unadhani atanunua? Kutengeneza jina inakuwa na shida kubwa sana, lakini kuiharibu ni kukosea kitu kidogo sana. Tuko sawa? So ningewaomba ya kwamba ongea na hii team waambie mimi niko hivi, lakini kama unaweza lipa leo at least utakuwa umejiondoa stress. Forget about today, my friend. It's not possible. Kuna today is a Saturday, sio? Yes. Unaona tuko pahali wapi sasa hii? Yes. Na si kila mtu ambao pesa na simu. Sasa ndio. So, give us a day or two. Hata Monday, wacha na Monday. Give us up to Tuesday.
up to Tuesday. Hapo inakuwa nini? Let me answer that. Yes. I think it will be unfair on your end because hawezi weigh between a promise and cash. Yeah. So it will be unfair kwao. Wow. Sasa wewe unataka kufanya nini? Kwako ni promise which hajui kama itakuwa actualized. Sawa. Na kuna mtu mwingine anasema here is the money. I agree with you. Unataka tufanye namna gani? Give us a solution. So hiyo solution, ngoja kwanza tupatie solution yeye mwenyewe. Wacha nikupe sababu nimedeal na those issues and that's why I brought that motion ndio maana nimewaletea hiyo motion. And the reason why nimeleta hiyo motion sababu this the things that have been there, we have been having these cases but Actually every Saturday tunakuwa na hiyo swali. Tunashinda ku control as he says very right. Sababu gani? Nisema unajua saa hii huwezi kosa emergency. So huwezi kosa mahali unaweza lock shamba lako. At least anajua ya kwamba umelock ni. But for me sitaki mambo ya double allocation. Sababu nimejaribu kujiondoa kwa kesi mingi lakini najipata pia kwa kesi. Yes. When you say they can lock, like with how much? If they give you 5,000, can you lock all the plot? Assuming mtu amechukua plot kama ni, and they give you 5,000 today, is it going to work? Commitment. It depends the next payment lini. Maybe 5,000 with a commitment of by I'll Monday pay on or Monday. this time. Yes. That's all I'm talking Yes. about. That one now sasa. So waende pale kwa wambi. I think that What I know is you guys are in business, Yeah. You wouldn't let somebody who is already putting money on the table, aende, and me have only given you a word. Sure. You would be more committed to the one who is giving you the money. You're in business. I think that is where the question is coming in. And I'm also feeling for these my friends who came Yeah. here. Actually wakati tulikuwa tunakuja, ukiangalia mape yako kuna plot ambazo zimeongezewa. Plot kama 9 10 hivi. Zimebakiwa mkuu kwa barabara. Hizi kama 6 Ni 8, they are 9. They should be 9. 8 block ya 8 ya 1 acre na block hii number 242. Mkikuja ukichukua map 242 ilikuwa vacant. Mtu akaitisha map. Akasema nataka kuweka pesa kwa hiyo plot number 242. Mwingine akaitisha map, nipatie plot 8. Na unasikia tuko barabarani Yes. Tuko kwa barabara, nipatie. So unaona huyu anasema mimi niko nao. Sometimes ndio maana inakuanga ngumu. Sababu wale na wao either wako nyuma ama wako mbele yetu. Tukiwa Sunday wako Monday ama tukiwa Sunday wako Saturday. So and they can be able to do the transaction. So we don't like ama tungependa kukosea mtu. Ndio maana huwa tunaomba ya kwamba hii case tunaitatua tukiwa hapa ndivyo maneno isikue ngumu baadaye. No, you have done well by the way. I agree. You have done well because you have made it very plain and clear. Monday mtu asikuje kwa ofisi, anasikia plot zake mbili, alibuku lakini mtu alilipa. So how now? Yeah. So that one makes sense. And I'll tell you like a case we have. Gabu anajaribu kutatua saa hii. Number 2 what? Yes. Nani amechukua 259 hapa? Nani amechukua 259? No, amechukua 250. Nani amechukua 258? Yes. Unaona? Huyu alipromise atakuja. Lakini ile alisema atakuja hakuja. Sasa tumeshafika kwa ground, imechukuliwa. Hiyo kesi tunaiongelea saa hii tukiwa kwa shamba, tukipanda hivyo. Sasa mimi nikashindwa, how will I cannot move her. Sababu yako kwa ground amechagua hapo. Na unajua kuambiwa songa inakuwa ngumu. Lakini kama angelipa wakati ule hakungekuwa So ni yeye option yake sasa arudi kwa ground achague ingi sababu sina control ya hayo. Sababu yeye amechukua 258 na yule mwingine alilipa Edwin. Alilipa jana 259 for the same award and money. So sometimes inakuwa ngumu kwetu. We feel you but afadhali wale watu ambao wanakuambia ukweli hadharani kuliko tuumizane. So thank you very much. May God bless you. Mungu atendee mema na mahali mnafanya biashara zenu Mungu aendelee kuwapanulia kuhesabu faida. Asanteni sana kwa kuungana nasi. Asanteni sana kwa kutupatia muda wenu. Asanteni sana nafasi ya kuja kuonea yale maneno ambayo tunaongea. Thank you very much and may God bless you.
hatuna maneno mingi isipokuwa hayo. Najua yote tumeiongea. Najua kila mtu ako huru, ako mahali ambapo anastahili. So kama tumekukosea, ngine tumekuambia usimame for long, tafadhali na kuomba unisamehe. On behalf of Golden Dream, please. Kama pengine ulienda ulikuwa nataka maji kabla ya kwanza akapatia neighbor. Unajua tu vitu kidogo kidogo ndio unafanya customer nakasirika akaona baada ya kupatia umeweka mkono amepatia huyo mwingine. Ukakasirika. Ukaona huyo mtu kwa nini? Please, on behalf of him, kama ulipata pengine Felistas ama Jackie alikuchukulia simu kama amekasirika, ni binadamu, tafadhali naomba pia msamaha. Tuko sawa? So najua we cannot be 100%, lakini kwa hayo tu kidogo. Kama kuna jambo ambalo ungetaka tu rectify ama turekebishe, please, tafadhali tuone kando, utuambie hapa hamkunipeleka vizuri, usitangaze, sababu wenye kurekebisha ni sisi. Na pia nikuambia kwamba hiyo pesa it is inclusive of title deed. Hutalipa malipo ingine ya title. Either umenunua cash ama ununua na installment, no any other amount that utatoa. Ni hiyo tu. So, unless chairman you have something, I think we call it a day. Mimi sina mengi ya kuambia, lakini kuombea Mungu tu. Hivyo mmetuamini, mwendelee kuaminiana, mnajua sababu tunahitaji. Kwa hivyo tuendelee kuaminiana. Ile kitu kingine ningeaje ni hivi tu. Kuna mtu anaweza kuwa na issue yake personal ambaye inamfinya. Yote hiyo kitu kukule kwa roho sana. Nimeangalia nikaona huyu mzee hapa ana maswali yake anauliza, lakini haiwezi kutatuliwa yako personal na wengine, si ni kweli? Kwa hivyo ukiona kuna tabu, naona wale wasichana pale lete kwa ofisi wale ni experts. Ukienda kwao, ukitoka hapo ni kama umeenda kwa daktari, mambo yako itakuwa nini? Kwa hivyo ukiwa na kiulizo yote upeleke wapi? Kwa hivyo mimi sitaki kuweka sana, najua tumesimama sana na director amezungumza mambo mengi sana. Kwa hivyo niwaombee Mungu muende salama, na mkifika mwambie wengine. Kama umeona tuko wazuri na mnatuamini, mwambie wengine. Lakini ukiona kitu ambaye haikufurahisha wewe na unaona tunatakiwa tufanye, tafadhali utuambie sisi, ama tuache hapa ukuje utuambie ndio turekebishe, sababu nobody is 100%. Ni kweli, lazima kukuwe na mambo kidogo kidogo. Ndio nikasema if you have a personal problem ama kiulizo ambaye yako ni personal, uone ndani. Kwa hivyo mimi niseme asanteni sana, niwashukuru na niseme Mungu awabariki na aweke mingi kwa mfuko wenu, hiyo mtatoa ya kuli. Asanteni sana. God bless you to all our online viewers. Kwa wale ambao wangetaka map, naweza wasiliana nasi map So wale wangetaka map, unaweza pigia Faruthi 0798 008 008 0798 008 008, ama uingia kwa WhatsApp yangu ni 0729 822 0729 870 822, na nitakutumia map na niweze kuelekeza ni mahali ambapo pengine zile ambazo zimebaki. Kwa wale watu ambao wanalipa na installment, tuendelee kulipa na installment. Kwa wale ambao title zao bado ziko kwa ofisi, please make an arrangement to come kuchukua title. Kwa wale ambao wanauliza ni ndegwa hii, tunapanga ndegwa ya phase 3 na tunapanga ndegwa ya Katutu. So kwa wale ambao wanauliza nyama, najua hiyo ni swali, siku hizi si title, siku hizi ni nyama. So title zenu kwa wale ambao wamenunua nasi Faraja Gardens phase 3, coming Saturday we shall God willing tutakuwa nazo mikononi na namba zimetoka, everything is in order. So thank you very much for trusting us. Asanteni sana, Mungu aweze kuwabariki, na tunaombea kwamba mkirudi
msirudi mikono tupu, murudi mkiwa na mahali ambapo mnaita penu, na Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki. So tumalizia, mtu mmoja ningetaka kuomba atuombeshe ndio tuweze kumalizia. Anything else? Okay. Oh, na tuko na arrangement pale kwa neighbor. I think sawa. Okay. Noted. Okay. Jehova ira wa maroho maitu wakinyanga tĩri ũyũ twĩgũcokeria